mtandao wa mawasiliano. Kazi ya leo tunahamasisha wananchi kufanya kazi, na wananchi walikuwa na haja ya kupitika pale bomba la DAWASCO limefika juu, kaongea na DAWASCO amekubalia wasema ni chimbe, alafu wenyewe watakuja kushusha bomba lao. Basi tukafanya kikao na balozi wangu ambao ni Mkapungu, tukakubaliana kufanya kazi leo. Mwandishi leo nimeona amesifu maalum kufanya hii kazi. Barabara ina umuhimu, wanafunzi wanapita wanaenda na kule mamlaka. Na sasa wanafunzi na hata huko kuna nyumba za watu. Kwa mfano kama nyumba hatuombei, kama nyumba inaungua njia ilikuwa hakuna. Kaona ni jambo zuri tufanye hivyo kwa ajili ya maendeleo pia. Zamani nilikuwa nafikika ilipofikishwa lami kwa sababu ni tuta hapa tukajifunga. Kwa ukani mlima. Kwa magari hawezi kupita. Naona tuchimbe kama unavyoona vijana wanachimba hapa. Ukishachimba hapa magari yatapita. Idadi ya watu wanaopita hapo ni wengi, zaidi ya watu 200 na wanafunzi pamoja wote na walimu wanapita hapa. Ule kivuko kilichowekwa kule naona hawapiti, lakini barabara ya zamani kwa mfano wanafunzi kutoka Kilimahewa wote wanapita hapa. Kiacha mali moja wanapita kwenye kivuko, Kilimahewa usawa unapitia KKT, kupitia hapa kwenda shuleni ni rahisi kwao. Na wengine na magari yao, lakini wameona magari wanalaza nje, ingali sisi tuna barabara yetu, kwa jukumu la kufanya kuifungua barabara yetu. Wakazi wamefurahi na nilipowaambia kwanza wakakubali. Nasema ile kuna gharama, tukafanya mpaka bajeti kwa kazi hii. Kuna baadhi ya wananchi wameanza kuchangia na leo wameniahidi wakisema ukiona kazi tutakupa hela. Ndio maana nimeamua kazi tunaamulia maji tunaamulia na kuisha kidogo tutaapo. Kwa kazi na wasihi tu waendelee kutunza hii barabara kwa sababu itawasaidia wao watu wengine na kizazi na kizazi. Maana hata watoto wake wakija na magari wanashinda kuona parking barabarani wanaenda kumuona, lakini leo nahisi wataenda kumuona nyumbani kwao. Na hii tumefanya kwa mfano kama kuna mama mjamzito kama akishika utungu ilikuwa ni changamoto, lakini hapa watapita tu, watamwaisha hospitali mara moja, watafika kwa wakati. Kwa kweli zoezi hili limetufurahisha mno kwa sababu tulikuwa na adha kubwa mno. Ni kipindi kirefu tangu walipoanza kutengeneza hii barabara ya kuelekea Bagamoyo. Hii barabara yetu walikuwa wameshindwa kutupa sehemu ya kuingilia. Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kupita kwa kuingilia sehemu zingine kwa majirani. Lakini sasa ilikuwa ni adha, wakati unazunguka sehemu, wakati mwingine wanaziba mpaka tuwaombe. Kwa hiyo sasa tulikuwa tunapata shida sana. Lakini baadaye mwenyekiti wa mtaa wetu aliweza kuhamasisha jambo hili. Alipohamasisha maeneo ya mtaa wetu, tuliamua tujichangishe ili tuweze kupata barabara. Kwa hiyo tukajichangisha na leo tuna furaha kubwa mno kwa sababu ametusaidia mpaka tumeweza kupata watu wa DAWASCO tuweze watusaidie kupitisha bomba chini na sisi tuweze kuwa tunapita na magari. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo vijana wanaendelea na shughuli za kutengeneza barabara. Kwa hiyo kazi inaendelea kwa kweli ngumu. Kipindi cha kati tuna jirani yetu alipata tatizo la nyumba yake iliwaka moto, lakini kwa kweli fire ilishindwa kupita. Kwa sababu ilipofika gari ile ilipokuwa kubwa lilishindwa kuweza kuingia kwenye zile vichocho tunavyopita. Kwa hiyo ilibidi wananchi ndio waendelee, lakini tuliweza kuokoa nyumba kwa kutumia wananchi, lakini gari kwa kweli fire walikuja lakini walishindwa kuingia kwa sababu tulikuwa tuna barabara. Kwa sababu tulikuwa tunapata shida hata wakati mwingine kitokea misiba, magari yalikuwa hayawezi kuingia, wamama wajawazito ilikuwa ni kazi kwa sababu eneo tunaoishi ni kubwa na watumiaji wa barabara hii ni kubwa. Kipindi cha kwanza kabla hatujajizibiwa hata magari ya kupeleka mitihani shuleni ilikuwa inapita, lakini baada ya kuzibiwa hata magari kabidi zunguke sehemu nyingine. Maana hii barabara ilikuwa inatumika mpaka magari yanayokwenda shule ya msingi mamlaka. Lakini baada ya uharibifu haiwezekani kupita. Kwa wanaenda kuzunguka kwa mbali kidogo alafu ndio tena warudi kurudi shuleni, lakini hapa ni shortcut, ni rahisi kupita. Hii barabara hapa imekuwa ni changamoto kubwa sana kwetu. Kwa sababu mwanzoni kabisa ilikuwa inapitika, lakini baada ya barabara hii mpya kutengenezwa ya lami ilisababisha kuwe na gema kubwa ambalo magari hayawezi kupita, lakini hata
wananchi wenyewe hawezi kupita kwa mguu, kupita ni kwa shida sana. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto hiyo, na kwa sasa magari yalikuwa yanapita kwenye eneo la mtu ambalo naye kila wakati alikuwa anakisihi kwamba muda wote anaweza akafunga hiyo barabara. Kwa hiyo kupitia mwenyekiti wetu wa mtaa tukahamasishana, basi wananchi wakaanza kutoa mchango ambazo sasa zinatuwezesha sasa kufanya hii kazi ambayo tunaifanya hapa ya kufungua hii barabara kupita. Kama nilivyosema mwanzo kwamba kulikuwa na gema kubwa hapa ambalo lilikuwa linazuia wananchi kupita, kwa hiyo walikuwa wanazunguka maeneo mengine huko. Lakini pia kwa kuwa hapo mbele kuna shule yetu ya msingi Mamlaka, na watoto pia walikuwa ni shida sana wanaotoka mitaa ya Kilimahewa, mitaa ya Kule, walikuwa wanapata shida sana kupita. Kwa hiyo walikuwa wanazunguka ili waweze kufika shuleni. Lakini sasa hivi tukikisha kamilika hapa, itakuwa ni rahisi wao kupita kwa urahisi na kufika shuleni kwa wakati. Lakini hata wananchi wenyewe magari yatapita, hatutatumia tena njia ambayo tulikuwa tunapita ya kwenye eneo la huyo mwananchi. Na yeye pia tunamshukuru kwa sababu aliruhusu tupite, tumepita kwa muda mrefu, lakini kwa sasa likisha kamilika itakuwa ni faida kwetu kwa wakati ambao maeneo haya ni balozi wa Kapungu ambao sasa ndio walikuwa wanapata shida kupita. Magari yalikuwa shida, pikipiki shida, yaani ilikuwa ni shida sana. Na wananchi wakachukua hatua sasa ya kupanda vijana ili waweze kupata pesa.